Sasa nitafanyaje voice call? Wa Mwambie wame mwambie tu asikize sauti. Si anaweza kunisikiza? Bila kuniona si anaweza kunisikiza? Haya, songesha tu simu karibu na yeye nimuongeleshe. atusimuangalie. Sauti. Salamu alaikum. Alaikum salam. Habari ya leo mami? Salama, alhamdulillah. Vipi hali yako? Hali yangu salama kabisa. Mimi niko Kenya. Hello? Sehemu gani Kenya? Niko Nairobi. Nairobi, mashallah. Niko Nairobi, Kenya. Okay. Ya, mimi ni activist wa domestic workers, wale wanafanya Kenya na wale wanafanya nje ya Kenya. Okay. Yeah, so huyu msichana alileta kesi yake kwa meza yangu na ikakuwa very worrying. Ndio nilikuwa nataka nijue shida iko wapi, kwa nini hamtaki arudi nyumbani? Sisi sio hatutaki arudi nyumbani. Yeah. Yeye kaja katia sign contract ya miaka 2. Yes. Sponsor akalipa pesa. Ili akae kwake miaka 2. Yes. Hajamaliza miaka 2, anataka kurudi. Yes. Sponsor anadai pesa zake ili alete mtu mwingine. Tumemwambia lipa nusu, sisi tutalipa nusu, alafu ondoka. Tumekubaliana vizuri, aende afanye kazi, akusanye zile pesa, alafu aondoke. Kanipa pesa nusu, hajazimalizia. Anataka kuondoka kabla hajamalizia. Sisi hatuna pesa za kumsaidia zaidi. Alipe zile pesa tumepatana, alafu aondoke. Kuna zile pesa aliniambia amelipa 120 Oman money. So hiyo ilikuwa pesa ya nini? 120 haileti mtu kutoka Kenya. Yes. Haitoshi. Sisi tunataka akusanye pesa za kuleta mtu kutoka Kenya. Tulipe agent, tulipe ticket, tulipe visa, afike hapa Oman. Kwa hiyo 120 haileti yote hiyo. Minus zipo bado, lazima alipe. Na kishafanya kwa hiyo lazima amalizie. Ni sawa, nimekuelewa. Na kishafanya hiyo yote, ni nani atamlipia air ticket ya kurudi Kenya? Yeye mwenyewe anajilipia air ticket. Kwa hivyo awalipe ofisi pesa za kutoa mtu Kenya kukuja mpaka Oman, tena ajilipie air ticket ya kurudi Kenya. Ewa. Amemaliza muda gani? Ndio hivyo sasa. Miezi 6 hapa kamaliza. Amemaliza miezi 6. Na aliniambia ni mgonjwa. Hiyo tatizo ya ugonjwa sio yeye wa kwanza. Mimi naweza nikakuhadisia watu 25 wamedai, wamesema mgonjwa, kufika kule hana maradhi yoyote. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili, hata kama ni mgonjwa, sisi hatuna pesa za kumsaidia. Sisi tuna gharama zetu na hatuna pesa za kumsaidia. Ikiwa yeye hawezi kujisaidia mwenyewe, akafanya kazi miezi 2, akaondoka, sisi hatuna njia ya kumsaidia. Imebakia miezi 2. Kwanza tumepatana vizuri, akaenda akafanya kazi wiki 2 na kidogo. Tukakusanya riali 45. Kwa hiyo zile pesa ambazo kalipa plus riali 45 imekuwa 175. Kwa hiyo sisi tunazo hapa 175. Akienda akafanya kazi tena miezi 2, inaweza ikamaliza deni lake. Kwa hivyo okay, nakuelewa kabisa mami, na ninafurahia kwa sababu najaribu kukuelewa kabisa. Kwa hivyo hii ina maana ya kwamba mtu yeyote yule akikuja huko na akuwe ni mgonjwa ama amezidiwa ni mgonjwa, hakuna chochote ofisi inaweza kufanya. Mnaweza kuacha akuwe mgonjwa mpaka afe, ama ina maana gani? Ni ugonjwa, ni uongo. Mimi nakwambia ukweli. Hapa hamna mtu mgonjwa. Sisi tulikuwa tuna mtu anawaangalia ndani ya hapa nyumbani, Mkenya mwenzao. Kasema juzi kaja kasema mwenyewe katika wote wale walidai wao wagonjwa, hamna hata mmoja alikuwa mgonjwa kikweli. Wanadai ili nyinyi mwasaidie muwarudishe tu. Okay. Kwa hiyo hamna ni mtu mgonjwa kikweli. Wanakwepa tu kulipa zile gharama. Si maradhi. Mmoja kadai nimefiwa na mtoto wangu,
Tukampigia simu tukamwambia basi tupe sehemu nakaa na mtoto wako aliofariki, tutatuma mtu. Tukaenda kutuma mtu, hamna chochote. Yeye kapata kazi Saudi Arabia, anataka kurudi ili aende Saudi Arabia. Tukamwambia sawa, lipa gharama alafu ondoke, usikae unatudanganya sisi. Akalipa gharama akaondoka. Okay, nimekuelewa kabisa. Kwa hivyo jambo ni inatakikana alipe hiyo deni. Kwa hivyo amebakisha pesa ngapi ile inatakana alipe? Subiri nitakuhesabia sasa hivi. Aya, Kaisha lipa 175. Gharama yenyewe 280 Wa, plus ticket. plus ticket. 280 plus ticket. Ticket kwenye 70, 60, sina uhakika, 60 mpaka 70. Kuweka 280 plus 70 inakuwa 350. 350 yakishalipa 175. Kwa hiyo imebaki 175. Kwa hivyo ile deni amebaki nayo ni 175. 175. Hiyo ni pesa ngapi ya Kenya hivi? Maybe elfu ngapi? Nitafanya hesabu Ya nione. Kenya 120. kama Ni kama itakuwa 30,000 zaidi ya 50 kwa kidogo Zaidi ya zaidi ya 50,000. 50 kwa kidogo. Okay. Kwa kidogo Okay. Fanya hivi madam. Kwa hiyo hizo anaweza akazikusanya kwa miezi miwili, akifanya kazi anaweza akazikusanya. Kwa sababu yeye mshahara wake 80. Mshahara wake ni? Plus 80. 80. Okay. 80. Akifanya 80 mara 2 atakuwa kisha maliza deni takriban. Okay. Yaani miezi miwili na siku ngapi tu atakuwa kamaliza deni. Okay. Kwa hiyo yeye, wewe zungumza naye akubali kufanya kazi miezi miwili na kidogo, ataondoka. Siku hiyo anarudi hapa, sisi tunaweza tukamuondoa, tukamsafirisha Kenya. Sio yeye wa kwanza. Yeye kaja hapa, aliona kuna mtu kalipa pesa za ticket, kalipa gharama, kalipa pesa za ticket, tukamkatia ticket akaondoka. Na yeye alikuwepo hapa na nimemwonyesha huyo mtu. Okay, nashukuru sana hata kwa ukarimu wako wa kuniongelesha, mimi nashukuru sana. Lakini ninaomba unifanyie hivi. Unanisikia? Sema ombi lako. Nakusikia. Ninaomba uchukue nambari hii yangu ya simu, unitumie agreement ya ofisi WhatsApp, niangalie hiyo agreement vile inasema. Agreement ya ofisi sisi hatuna naye agreement. Sisi tumeshampa sponsor, yuko chini ya jina la sponsor sasa hivi. Wakati hakuna agreement walichaza na sponsor. Sponsor na yeye wameandika agreement ya miaka 2 kufanya kazi. Hiyo ndio nilikuwa nataka nione, si ni written, si ni hard copy ama pia ni soft copy. Si iko hiyo agreement inakuanga? Mimi sinayo, sponsor ndio anayo. Ninaweza kuipata? Sijui, nitamsikiliza, nitamtafuta sponsor nimsikilize. Lakini agreement zozote wewe hata ukipiga simu agent yoyote wa Kenya atakuelezea agreement ya hapa Omani, Saudi Arabia, sehemu yoyote ni 2 years. Asanti sana, nimekusikiza. Wacha niongee na huyo msichana nijue vile itakuwa, kwa sababu wasichana wetu wamehangaika wakikuwa inji za Uarabuni, na ndio sababu huwa tunapenda tufuatilie tujue ni nini inaweza kuwa inafanyika. Kwa hivyo ndio nilikuwa nataka nielewe. Haya, hamna tabu. Sisi sio kama tunataka kumdhulumu mtu yeyote. Sisi tukimdhulumu tudadaiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini mimi nimeshamuonyesha live. Kuna mtu kaja hapa na mshahara kaikusanya akalipa 200 rial 80, akatulipa na pesa za ticket 70 rial, tukamkatia ticket kwa 62 rial, tukamrudishia 8 rial zake akaondoka. Kwa hiyo si yeye wa kwanza, na mimi namwambia, yani mimi nakuomba uzungumze naye, yeye azikusanye tu kwa kufanya kazi muda wa miezi 2, akusanye zile pesa aondoke kwa usalama, kwa sababu sponsor pia anataka kumalizana naye. Asanti. Wacha Sponsor nimuongeleshe. hapa
Asante, nimesikia mami, Okay, wacha haya. nimuongeleshe. Wacha nimuongeleshe tu akiwa hapo. Haya. Okay, asante. Okay. Okay. We, madam, Hello. wewe unajua ukienda kule ulienda kuna document ulisign inaitwa agreement. Unajua hivyo? Ndio. Unajua hiyo agreement ilikuwa inasema aje, na unajua maana ya agreement ni kumaanisha nini? Ndio. Wacha Unajua, nikuambie. ngoja kidogo, ngoja Mimi usiniambie. nataka Tulia nikuambie kidogo, tulia ukweli. kidogo ndio nikusaidie. Unisikize ndio nikusaidie. Mm. Unisikize kwanza ndio tusaidiane. Unanielewa? Yes. Ile document inaitwa agreement, ni document inaweza kukufunga hata wewe. Unaelewa vile nakuambia? Mhm. Na before uchaze hiyo agreement inatakana utafute hata yule mtu mwenye, hata kama wewe hujui kusoma, tafuta mtu mwenye anajua kusoma akusomee, akikutranslatea kwa ile lugha unaweza kuelewa. Unasikia venye nasema? Mm. Sasa wewe umeenda huko umechaza agreement ya inasema miaka 2, umemaliza miezi 6, unataka kutoka huko. Na ndio sababu unasumbuliwa. Haya, ulikuwa unataka kusema aje? Mimi nilitaka nikuambie mbele ya mama. Mi-